Sera ya ujamaa nchini Tanzania. Baada ya kuangalia ujamaa nchini Egypt, baada ya kuangalia ujamaa nchini Burkina Faso, baada ya kuangalia ujamaa nchini Libya, sasa twende tukaangalie ujamaa nchini Tanzania. Kwanza hatuwezi moja kwa moja kuzungumzia ujamaa nchini Tanzania pasi na kuzungumzia Azimio la Arusha ambalo ndiyo ndani yake lilikuja na sera ya ujamaa na kujitegemea. Sasa Azimio la Arusha ni nini? Tufuatane pamoja. Azimio la Arusha hii ilikuwa ni mjumuiko wa sera ilikuwa ni hotuba iliyobeba mjumuiko wa sera, dira mpya ya maendeleo pamoja na mikakati mipya ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mapendekezo hayo, sera hizo na mambo yote yaliyojumuisha kwenye hilo azimio yalitokana na mkutano mkuu wa chama kilichokuwa kinaongoza nchi wakati huo, chama cha TANU, Februari mwaka 1967 katika kujipambanua, kuboresha na kutimiza matakwa na malengo ya wananchi wa Tanzania mara tu baada ya uhuru uliopatikana mwaka 1961. Azimio la Arusha liliazimiwa katika mkoa wa Arusha unaopatikana nchini Tanzania na uliazimiwa mnamo Februari mwaka 1967. Kabla hatujaenda kuangalia kwa undani kwa nini Azimio la Arusha, yapi ni malengo ya Azimio la Arusha, tukapate kwanza matarajio ya Watanzania baada ya uhuru. Kuna uhusiano mkubwa sana wa matarajio ya Watanzania baada ya uhuru na Azimio la Arusha la mwaka 1967. Mara tu baada ya uhuru ambao Tanzania iliupata siku ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 1961 na kusherekewa katika uwanja wa Uhuru unaopatikana Temeke, Dar es Salaam, Watanzania wengi walitafsiri uhuru katika namna zinazopishana. Watanzania waliokuwa wanasiasa wao walitafsiri kitendo cha kupata uhuru kwa Tanzania ni kitendo cha Tanzania kujitawala yenyewe katika nyanja zote za nchi. Wao waliamini kwamba uhuru ni kitendo cha viongozi wote wa serikali kuwa wa Afrika na sio wazungu. Lakini ukija upande wa watu wa uchumi waliamini kwamba uhuru kwa Watanzania ni kitendo cha Watanzania kutawala nyanja zote za kiuchumi ndani ya nchi. Wao waliamini kwamba kama tutakuwa na uhuru alafu tukawa na viwanda vinavyomilikiwa na wageni, tukawa na mataasisi yanayomilikiwa na wageni ya kiuchumi, hapo tutakuwa bado hatujapata uhuru. Uhuru kwao ilikuwa ni kwamba viwanda na shughuli zote za uzalishaji mali za kiuchumi ziwe chini ya usimamizi wa Waafrika na sio usimamizi wa wazungu. Hii ilikuwa ni tafsiri ya uhuru kwa watu wa uchumi. Ukiachana na watu wa uchumi, watu wa kijamii nao walitafsiri kwa tafsiri zao zana ya uhuru wa Tanzania. Watu wa mambo ya kijamii waliamini kwamba uhuru ni kitendo cha Watanzania au ni fursa ya Watanzania kuweza kupata huduma za kijamii pasi na ubaguzi kama ilivyokuwa kipindi cha ukoloni. Watu wa mambo ya kijamii waliamini uhuru utakuja na mikakati mipya ya uboreshaji wa utoaji wa huduma za kijamii kwa usawa, tofauti na ilivyokuwa katika kipindi cha ukoloni kwa Tanzania.
Sasa unataka kujua inahusiana vipi? Tufuatane sehemu ya pili.